Nikirudi hapa sitaki nikukute. Siwezi kuishi na mwanafunzi. Wewe kama unatoka toko utarudi utanikuta hapa hapa. Kwa kweli unajua mwanangu, tangu jana dogo Janja ameondoka, hajarudi nyumbani. Na nashindwa ni kwa nini tumemtafuta sana. Huyu ndiye kaka wa mwanafunzi ambaye amekatalia getoni kwangu. Na ninashindwa kuelewa, maana ni rafiki yangu. Vipi akija akajua kama mimi ndio ninaye? Sijui utakuwa umenionea huko. Mwanangu bado hata sijamcheki. Kwa hiyo alitoka, alikuwa anaenda wapi? Aliniaga jana anaenda tuition. Ila sasa mpaka saizi bado hajarejea nyumbani. Pole sana mwanangu. Unajua watoto wa kike hawa, changamoto kweli yani. Sasa mwanangu, mimi nilikuwa nahitaji ushauri hapa. Ndio, niambie. Mimi mwanangu, kuna demu wangu nilimpachika ujauzito kwa bahati mbaya. Sasa sina uwezo sasa hivi wa kulea mimba. Ndio. Nilikuwa nasikiaga sijui kuna watu wakipata ujauzito huwa mimba zina uwezekano wa kutoka. Sio unajua mimi sio mwenyeji kuna mambo. Unajua mimba kutoka? Yaani mapema sana. Mimba inatoka mapema mno. Unajua kuna mzee mmoja yupo mji hapo jirani hapo. Nitakuelekeza. Huyo mzee ana dawa inatoa mimba ndani ya masaa 28. Maskini, hadi huruma. Alinielekeza bila kujua kuwa dada yake ndiye mwenye ujauzito wangu. Kama upo tayari wewe niambie na kuelekeza na ninakupeleka. Dada yake huyu hapa. Ametoroka kwao, amekuja geto kwangu. Na ni mwanafunzi na mimi simtaki. Niliona nimfuate tuje tushauriane ni jinsi gani tutaweza kuutoa huo ujauzito. Sijui atakubali. Sasikia. Unajua ili jambo ambalo linaendelea kwa sasa linaniumiza kichwa sana. Na nimekutana na kaka yako anakutafuta vibaya sana. Na wana mpango wa kwenda polisi kuchukua Rabi ili wakutafute. Maana walipewa masaa 28 warudi. Sasa kuna wazo nimepata. Kuna mzee nimeambiwa ana uwezo wa kutusaidia ili jambo ambalo linaendelea kwa sasa. Nilikuwa nataka kesho niende au hata leo pia nikipata muda niende nikalete dawa ambayo itakuwa na uwezo wa kusababishia wewe kutoa ujauzito huo. Alafu kisha nifanye mpango urudi nyumbani ukaendelee na masomo.